Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja. Dunia iko mbioni kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030 mara tu programu muhimu za afya zitakapofadhiliwa kikamilifu. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inasema eneo la kusini mwa jangwa la Sahara ambako asilimia 65 ya watu wenye virusi vya ukimwi linapiga hatua kubwa katika kutokomeza ugonjwa huo. Eswatini, Botswana, Rwanda, Zimbabwe na Tanzania tayari zimefikia lengo la 95 kwa mujibu wa UNAIDS. Hii ina maana 95 ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanajua hali za virusi vya ukimwi. 95 ya watu wanaojua hali zao wanapata matibabu ya kurefusha maisha, na 95 ya watu wanaopata matibabu wamefubaza virusi hivyo, na hivyo haiwezekani kusambaa kirahisi. Mataifa mengine 16, 8 kati ya hayo katika bara la Afrika yaliyopo kusini mwa jangwa la Sahara pia yanakaribia kufikia lengo hilo. Mimi ni Gabriel Mbwile. Kwa Tanzania, mafanikio haya yameanza kuonekana kutokana na juhudi kubwa zinazofanywa na serikali pamoja na wadau mbalimbali wa kudhibiti ukimwi kwa kutoa elimu kwa jamii namna ya kujilinda, kuondoa unyanyapaa, matumizi sahihi ya ARV pamoja na kudhibiti matumizi na 2.5 wamegundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii ni ndani ya wiki moja ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Miongoni mwa wadau muhimu wa elimu ya ukimwi ni kituo cha utafiti wa tiba na dawa NIMRI, ambao licha ya kutoa elimu bado wanaendelea kusisitiza kuwa kinga na dawa ya virusi vya ukimwi bado havijapatikana. Tanzania, serikali yenu ina taasisi ambayo inaitwa NIMRI ambayo inafanya tafiti za magonjwa ya binadamu. Katika kituo chetu cha Mbeya tunafanya tafiti za majaribio ya chanjo za VVU. Tangia tumeanza tuna miaka zaidi ya 20, tumefanya majaribio zaidi ya 12. Naomba mpate message ifuatayo: katika majaribio yote tuliyofanya bado chanjo haijapatikana. Hivyo endelea na zile dawa. Ikaonekana imefika mwili umeimarika. Na akawa amefika mchungaji mmoja anamuita mchungaji Joshua, nilipokuwa naabudu kwa mzee Kiando. Na kipindi cha mchungaji Kiando alikuwa amesafiri, alienda Uingereza. Yule kaja akahubiri pale, kaambia wote mliomo mmua na ukimwi, mmua na TB, mmua na nini, nimewaombea mmepona. Na kweli ile pindi ikawa imefika kwetu tukakuta miili, maana mimi mwenyewe mwili kuna sumbua miguu, kuna sumbua kuna washa. Sasa nikajua ni mauzi ya dawa. Nikawa nimeacha. Nimefanya kazi Kiera. Sasa nilipofika Kiera kule ndiko ambako kuliko chokoza.
kulichokoza homa, ndo ikaanza homa mara kwa mara kule. Nikarudi vidonge, lakini tutaendelea na maombi na ataendelea na kutumia vidonge mpaka pale atakapopima. Madaktari ndio watamwambia. Francis Lumea ni mratibu kutoka shirika lisilo la serikali la SHDEFA, ambaye anasema daima ukimwi hauponyeshwi kwa maombi. Wamekuwa na imani hizo kwa kupitia wachungaji, na hii imetukuta sana kwa upande wa dini ya Kikristo. Wengi wameenda kwenye imani hizo wakiamini kwamba kwa kupitia maombi wanapona virusi vya ukimwi. Kitu ambacho tuwaelekeze tu jamii kwamba virusi vya ukimwi haviponi kwa kupitia maombi. Tunawashauri wao wanaomba wakati wanaenda kuzitumia dawa za ARV ili wasiweze kuziacha, lakini pia kwa imani
kirusi. Kwa hiyo nayo pia kuna lugha nzuri ya kitaalamu anaitwa mutation, yani yeye mwenyewe tena anajibadilisha tena. Kwa hiyo kupata target kuwa tukimdhibiti hapa hawezi kujibadilisha, hiyo ndio changamoto ya aina ya kirusi tulicho nacho, tofauti na virusi vingine. Ni kweli kwa utakuta labda Afrika huko mashariki utakuta labda ni HIV 1, 2, ukienda Afrika Magharibi labda ni HIV 1, nazo na subtype nazo aina ndogo ndogo nazo ziko humo. Kwa hiyo ni kweli, lakini sio sana. Sasa hivi mwingiliano ni mkubwa. Unajua bwana, gari inatoka Dar es Salaam inaenda mpaka Kongo, alafu bahari inatoka nyingine inaenda hivi, na wafanya biashara. Kwa hiyo mwingiliano na hizi nazo hii subtype nazo zitaingiliana kwa sababu watu wanasafiri sana. Serikali mkoa Mbeya nayo inasema nini kuhusu maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani? Katika hili la kuwatambua tumepewa lengo la 95%. Tumefikia asilimia ngapi? Mpaka sasa hivi tuko 93.1. Kwa hiyo bado tunadaiwa 2.9 tuweze kufikia lengo la kitaifa ambalo tumepewa la 95% ya kwanza. Kwa hiyo bado tuna kazi ya kuendelea kuwatambua, na sio kufikia 95 ni pamoja na kuivuka. Lakini ukishakuwa umewatambua kwa 95%, inakuja tena 95 hiyo uliyoitambua ufikie ama tufikie sote 95% ya watu hao waweze pia kuunganishwa, waweze kupata tiba, lakini pia na uangalizi, inaitwa care and support. Waweze kupata huduma ya uangalizi ama wanasema care and support. Katika hili niwapongeze sana wataalamu wetu, tumevuka 95%. Mnamo mwaka 1985 katika kilele cha vita baridi, ulimwengu ulikabiliwa na wimbi la maambukizi na vifo vilivyosababishwa na virusi vya kushangaza. Ugonjwa wa ukosefu wa Ulipo tupo, twende pamoja.